nimekwambia hiyo ni pete yangu na nataka pete yangu. Sasa kama wewe ni mke wa Sengo, twende kwa huyo Sengo tukajue kati ya mimi na wewe nani halali yake. Vipi? Usimsema unawe nyumbani? Asa wewe kwa nini unanidanganya? Yaani unaniambia mimi unanipenda alafu unanidanganya ndio nini sasa? Kipenzi, mbona nashindwa kukuelewa? Na kudanganya kivipi yani? Yaani unaniambia mimi unanipenda alafu una mke. Sasa mimi unanipendaje? Mimi na mke? Huyo mke mimi nimemtolea wapi? Na kama ningekuwa na mke kwa nini nisingekwambia ukweli? Kama wewe nakuoa mke wa pili. Na kwa nini nikufiche? Wewe unaniambia mimi una mke. Sasa huyu nani? Mbona nashindwa kukuelewa? Huyu nani yuko wapi? Yaani mimi nimekuja na mwanamke mpaka hapa nadai kwamba wewe ni mume wake, alafu sasa hivi simuoni. Aha. Kwa hiyo ana mwanamke wako mmeamua kunifanya mimi mchezo au sio? Mbona mimi nashindwa kukuelewa? Tatizo ni nini? Na kama mimi ningekuwa na mke basi ningekuambia kila kitu. Sina sababu ya kukuficha. Na kwa nini nikufiche? Sasa naomba unisikilize. Kuanzia leo mimi na wewe hapa ndo tumeishia. Yaani sikutaki tena. Sasa aintu acheni. Wewe niache. Niache. Puuzia vitu vyote kwenye maisha yako, lakini sio kupuuzia masharti ambayo tumepewa. Ni muhimu sana. Sawa. Nitajitahidi. Lakini pia nawe mama wangu naomba wewe unanisaidia kunikumbusha. Unajua fika mke wako anapenda kuogelea. Kwa hiyo naomba wewe unanikumbusha. Sije nikaribu masharti nikaishia kwenye mateso tena kama zamani. Mke wangu, una kila sababu za kutii masharti ya mganga. Naomba ujipende. Mimi jukumu langu ni kukulinda kwenye mambo yako yote. Lakini kwanza jilinde ili ulindwe. Mganga akasema hivi, ili kujiepusha na matatizo yaliyowahi kutokea mara ya kwanza, hautakiwi kwenda kuyatumia maji ya bahari moja kwa moja. Iwe kwa kunawa ama kwa kuoga. Labda uende uyachote kwenye chombo. Hayo ndo masharti aliyotoa. Sasa ukisema kwamba unapenda kuogelea, kiukweli kabisa ni kama unataka kunirudisha nyuma. Mimi mume wako ndo nilipata adha ya matatizo uliyowahi kuwa nayo. Tafadhali mke wangu, tujilinde na kuomba sana. Sawa mume wangu. Nitajitahidi kufanya hivyo. Lakini pia ningependa kushukuru sana mume wangu. Wewe ni mwanamume tofauti sana kwenye maisha yangu. Kwa umri walika kama la kwenu, ni wachache ambao wanaweza kuvumilia. Kwa kipindi chote ambacho nilipata matatizo, lakini ulionyesha moyo wa kunivumilia na wa kunipambania mpaka kurejea kuwa kwenye afya yangu. Kulingana na matatizo ambayo nilikuwa nayo, ingekuwa ni wanaume wengine ambao hawana uvumilivu, umeshaniacha na umeshanisaliti mara kibao, ningekuwa nalia. Na kama ulikuwa unafanya, basi ulikuwa unafanya kwa akili. Wanawake wengi tunapenda heshima. Hicho tu, kwamba hata kama unafanya, mke wako nisijue. Kwa hiyo nikupongeze sana mume wangu kwa kuniheshimu. Ni kwa nini umenikimbia kwa Sengo? Kwa sababu hii ni kesi yangu mimi na wewe. Na wala Sengo hausiki. Labda nikukumbushe tu, mimi ndiyo mke halali wa Sengo. Sasa
Kama kweli wewe ndo mke halali wa Sengo, mbona ukusimama mbele yule mwanaume ukasema kwamba wewe ni mkewe na baada ya hapo ukakimbia? Narudia tena, hii ni kesi yangu mimi na wewe. Sengo hausiki. Nataka pete yangu. Oh. Kumbe unataka pete tu? Hii hapa, chukua. Hiyo pete hairudishi namna hiyo. Inatakiwa ufuate utaratibu. Utaratibu? Ni utaratibu gani? Na kuonesha kunijali na kusimama na mimi kwenye shida na raha. Mpaka sasa niko sawa. Nikuahidi tu nitakuwa mke bora sana kwako. Nitakupenda duniani na kesho ahera. Hakika wewe ni baba bora wa maisha yangu. Nakupenda sana mume wangu. Nakushukuru kwa yote mke wangu. Ila tu niseme sijawahi kubadilika na sitabadilika. Huu mfano uliotolea kwamba wakati wa matatizo yako labda ingetokea mimi kushawishika kuwa na mwanamke yoyote kwa lengo la kukidhi haja zangu kutokana na shida zako, kwangu mimi sijaupa kipaumbele. Nikwambie tu, tuna tofauti wa wanaume. Tofauti zetu sisi wanaume ni kati ya wale waliotailiwa polini kwa visu vya kienyeji na wale wa hospitali. Sisi wa polini tulibahatika kujengwa na kuambiwa tumheshimu mwanamke. Tulifunzwa vitu vingi sana katika kipindi ambacho tulikuwa tunauguza majeraha yetu. Moja ya vitu vya msingi ni kujua mwanamke ni nani. Ukimjua mwanamke unaweza kuishi naye katika mazingira yoyote. Mimi nipo na wewe katika shida na raha. Haijalishi matatizo yale tu yaliyopita. Hata kama ingetokea umepata ajali na kutoweka kwa kiungo chako chochote, isingekuwa rahisi mimi kukusaliti ama kukuacha ukiteseka. Bado ungekuwa na mimi pamoja kama tulivyokula kiapo cha mahusiano yetu. Mke wangu, niseme tu, nakupenda, nitakupenda zaidi. Mapenzi yetu hayatoteteleshwa na kitu chochote, na wala hautochuja kwa upande wangu mimi. Labda nichuje mimi kwa upande wako wewe. Asante mama. Asante pia. Mama, Sengo kumbe ni mwongo. Sengo anipendi mama, anidanganya. Sengo kumbe ameoa mama na mke. Zita mwanangu, si unajua mimi sipendi kukuona unalia mara kwa mara eh? Zita, nani amekwambia? Au umemwona wapi? Ananiambia mama, nimemshuhudia mwanamke kikomo macho yangu mawili na amenifuata. Basi pole mwanangu. Unajua Zita, wewe sasa hivi unaelekea kwenye jambo zuri sana, na watu wengi huwa hawapendi jambo kama hilo litokee kwa mtu. Kwa hiyo watajitahidi kwa njia yoyote ili waweze tu kukufelisha. Sawa mwanangu? Na kuahidi babako atakaporudi nitamshirikisha hili. Haya basi, naomba uende ukabadilishe nguo, sawa eh? Usilie sasa. Baba. Naam, habari yako Sengo? Shikamoo.
Marhaba. Naam. Nilikuwa nakuomba kesho nyumbani kwangu, nilikuwa na mazungumzo na wewe. Kwema baba? Ndiyo, ni kwema. Nilikuwa nakuomba ufike bila kukosa. Sawa. Basi nitakuja kesho inshallah. Sawa, naomba ufanye hivyo. Sasa. Mashallah. Zita, nadhani wewe ungeenda kupumzika. Sengo nimeshamuitisha na ni matumaini yangu kwamba kesho atakuja. Kwa hiyo akifika tutazungumza na kila kitu kitakaa sawa. Mimi sidhani kama kuna kitu kitaharibika na wala hauna haja kuendelea kulia. Sawa? Sawa baba. Basi wewe unaweza ukaenda kupumzika. Baba Zita, yaani tusipofanya jambo la maana, huyu binti ataumia. Mimi nafikiri kwanza tuanze na hilo ambalo tumelolifanya na kumuitisha Sengo. Baada hapo ndo tujue nini kinafuata. Sawa, mimi nakutegemea wewe kama kichwa cha familia. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Wewe umeita mwenyewe huko ni kwako. Kwa nini usibuke mwenyewe mpaka uje uniite mimi? Tena. Kwanza kuna usalama huko au sharibu tayari? Mzee, huko kuna usalama. Na ni kweli mimi ndo niloitwa ukweni. Lakini ukiangalia wewe ndo mwenyeji wangu pale. Lazima tuongozane wote kwa sababu ili jambo tumelianza pamoja, lazima tulimalize pamoja. Kwa hiyo nikaona si vyema kwenda mimi mwenyewe bila ya wewe. Na ndio maana nikaamua nikwambie wewe mzee, nimeitwa unisindikize kwa sababu wewe pale ndo mwenyeji mzee wangu. Ndio, najua tumelianza wote. Kwanza chini mpaka juu. Lakini sasa tunakwenda kule. Mimi ndo nsema najua na akili zangu timamu. Sio unaenda kunitia aibu mule mbele watu. Upo. Mzee wangu, mimi sijafanya chochote kile kibaya. Na kama ningekuwa nimefanya chochote kibaya ningekwambia mapema ili ujue jinsi gani kwenda kunitetea. Lakini mimi nimeambiwa tu kuna mazungumzo nahitajika ukweni. Bwana wewe, apia kwa Mungu wako. Kama tunapokwenda huko kuna usalama. Sio mimi ndo nsema na akili zangu. Sio tunakokwenda huko naanza kutininganya mambo. Unachanganya choroko na kunde huko. Umenielewa? Mzee, mimi ningekuwa nimeharibu ningekwambia mzee kuna 1 2 3 ukweni huko nimeshaharibu, twende tujue tunafanyaje. Lakini mimi hakuna lolote baya ambalo mimi nilifanya. Nimeambiwa tu kwamba tunakuhitaji, kuna mazungumzo. Nikaona sasa si vyema kwenda mimi mwenyewe bila wewe mwenyeji wangu. Basi bismillah, tunataka kaenda. Bora unywe maji, maana safari ndefu. Mpaka kufika huko kwenu. Najua na mvua inataka kunyesha. Tuwai haraka. Tujue kama kutukanyesha na mvua tukamnyoka.
Hebu na mimi maji bwana. Kiu kinanibana. Kiu kinanibana. Wewe unakunywa maji yako? Mbona inanukia pombe? Mzee, hiyo pombe imetoka wapi? Kati ya maji tumenunua. Pombe nakunywa wewe. Haki ni macho hicho. Nakwambia, nalamba mchanga. Hiyo pombe unakunywa. Sasa hivi akita kitatoka miguuni na kichwani.